بسم الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. tunaendelea na majalisi zetu za mwezi huu wa Muharram katika mwaka wa 1448 ikiwa leo huu ni usiku wa tarehe 10 usiku wa Ashura Lailatul Khamis tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Jana mahali tulisimamia katika kuthibitisha kwamba Abdullah ibn Saba Myahudi katika harakati zake alifanikiwa kutengeneza kundi. Kulikuwa na kundi lililomuunga mkono. Kundi hili lilikuwa na watu wanaofahamika kwa jina la As-Sabaiyya au Al-Ghulat. Ikisemwa As-Sabaiyya makusudio yake ni watu wanaonasibishwa na Abdullah ibn Saba, na tukisema ghulat ni kuzingatia itikadi yao na misimamo yao ya kishupavu ya kuvuka mipaka katika jambo la dini. Suala la uwepo wa Abdullah ibn Saba tushawahi kulizungumza zaidi ya mara moja na tumeliandikia vitabu walillahi alhamdu, tukalithibitisha kwa hoja zenye nguvu juu ya uwepo wa mtu huyu na si mtu wa kubuni. Kwa hiyo leo hatutalizungumza suala hilo kwa sababu si maudhui yetu. Leo tutawazungumzia wafuasi wake, jambo ambalo tuliligusia jana. Tukaona kwamba uwepo wa watu hao wanaoitwa ghulat umethibitishwa uwepo huo na wanaozingatiwa kuwa ni wanaovioni katika madhhabi ya Shia Ithna Asharia. Wanakiri juu ya kuwepo watu wa aina hiyo. Katika kauli nilizozitaja jana, leo nitaanza na moja katika hizo, na nimekuja na uthibitisho wa kitabu Hatta Utaminakum. Ni kauli iliyopo katika Biharul Anwar. Kitabu Biharul Anwar ni hiki kitabu chaitwa Biharul Anwar
aljami'atu lidurari akhbar al-a'immat al-athhar, cha mwanachuoni wa Kishia anayefahamika kwa jina la Hujjatul Fakhrul Umma al-Mawla al-Sheikh Muhammad Baqir al-Majlisi. Hii nilionayo hapa ni juzuu ya kwanza na ya pili kwenye mjalladi namba 1. Tumesema hiki kitabu katika juzuu 110, kwenye juzuu ya 100 kina juzuu 110. Hii ni juzuu ya pili, na ipo hii nyingine na habari nyingine. Hii ya kwanza na ya pili ndogo ndogo, lakini hizi nyingine ni kubwa, na nyingine ni kubwa zaidi ya hii, lakini hizi mujallad mingi sana katika juzuu 110. Sasa bwana huyu katika juzuu yake hiyo ya pili, ukurasa wa 292, nimeweka alama huko ndani, ana maneno nitapenda niyasome. 292 ambayo jana pia niliyasoma na leo na yakariri. Naam, 292. Anasema Muhammad Baqir al-Majlisi kwa isnadi yake aliyotaja hapo kutoka kwa Yunus kutoka kwa Hisham ibn al-Hakam annahu sami'a Aba Abdullah alayhi salam, kwamba Hisham ibn al-Hakam alimsikia Abu Abdullah. Abu Abdullah ni Jaafar as-Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zain al-Abidin ابن الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. هو أبو عبد الله جعفر الصادق. وهشام ابن الحكم أنا سيما أممسكية أبو عبد الله أكسيما، أنا سيما منيني أسمى كان المغيرة ابن سعيد يتعمد الكذب على أبيه عليه السلام. alikuwa Mughira ibn Sa'id anakusudia kusema uongo, kumzulia uongo baba yangu. Mughira ibn Sa'id al-Bajali alikuwa anakusudia kumzulia uongo baba yangu, akisema hivyo Jaafar as-Sadiq kwamba baba yake akizuliwa uongo kwamba baba yake ni Muhammad al-Baqir, Muhammad al-Baqir ibn Ali Zain al-Abidin. Anaendelea, wayakhudhu kutuba ashabihi, na alikuwa akichukua vitabu vya wanafunzi wake al-Mughira. وكان أصحابه المتسترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي، na walikuwa wanafunzi wake al-Mughira waliojificha kwa wanafunzi wa baba yangu wanachukua vitabu kutoka kwa wanafunzi wa baba yangu, fayadfa'unaha ila al-Mughira, kisha wanampa Mughira. Wanafunzi wa Mughira wamejipenyeza kwa wanafunzi wa Muhammad al-Baqir, kwa wanachukua vitabu vyao au wanachukua vitabu vya wanafunzi wa Muhammad al-Baqir, kisha wanamletea al-Mughira ibn Sa'id al-Bajali. fakana yadussu fiha, intabihu, fakana yadussu fiha al-kufra waz-zandaqa, akawa al-Mughira anapenyeza ndani ya vitabu hivyo vya wanafunzi wa baba yangu, anaupenyeza ukafiri na uzandik. Mambo ya kikafiri ayaingiza mule, mambo ya kizandik anaingiza humo. Wayusniduha ila abi alayhi salam, na anayegemeza hayo yanoyaandika hayo ya ukafiri anayegemeza kwa baba yangu, kwamba qala al-Baqir, qala Muhammad al-Baqiri,
قال محمد الباقر سواء ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة kisha anawapa wanafunzi wake anawaamrisha wayatawanye kwa mashia achukueni vitabu sasa tushaongeza hapa wapelekeni shia kule waambieni kwamba Muhammad al-Baqir amesema anasema fa kullu ma kana fi kutubi ashabi abi min al-ghuluwi yote yale yaliyopatikana kwa hiyo yote yaliyopatikana katika vitabu vya wanafunzi wa baba yangu katika mambo ya ghulu zingatia mambo ya ghulu kuvuka mipaka fadhaka mimma dassahu al-Mughira ibn Sa'id fi kutubihim hayo ni katika yale aliyoyapenyeza al-Mughira ibn Sa'id kwenye vitabu vyao mwisho kunukuu hii hapa biharul anwar al-jami'atu lidurari akhbar al-a'immati al-tahar bahari za nuru zenye kukusanya lulu za habari za maimamu wa taharifu hiki kitabu kimechapishwa wapi kitabu hiki kimechapishwa huko Iran katika Ihya al-Kutub al-Islamiyya Iran Qum al-Muqaddasa kimechapishwa Qum Iran sema vitabu hivi bwana wajua sasa haya maneno tukishayasoma kwenye hivi vitabu vyao hatusomi tu kama tumesoma magazeti hivi alafu mambo yameisha hata wanaosoma magazeti pia wanafanya uchambuzi kwa nini sisi tunapozungumza jambo la dini alafu tunasoma vitabu vinavyoonekana ni vitabu vya dini tunasoma tu hatutaki kuchambua kama walipatikana watu waliozunguka majalisi za wanaoitwa maimamu viongozi wa dini wakuu ambao wao wakisema ni sheria kwa mujibu wa madhhabu ya Shia na sharia walipatikana watu wakawa wanacheza mchezo huu wa kupenyeza ukafiri na uzandik kwenye mafunzo yao hatupasi sisi kupima maana mathala utanishawishi mimi bwana kubali bwana tufuate madhhabu ya Shia je madhhabu ya Ahlul Bait utaniaminisha vipi kwamba haya ndio madhhabu ya Ahlul Bait kumbe kuna watu walikuwa wakipenyeza ukafiri namna hiyo wewe utanishawishi vipi je hili sio katika lile ili unaniambia sio katika yale aliyoyaweka al-Mughira ibn Sa'id al-Bajali kwa itabidi mimi kwanza nitazame nipime katika mambo ambayo sisi na wao tunatofautiana katika mambo makubwa kabisa ni suala la kiongozi baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam uongozi ni wa nani sisi tusema vile ilivyokuwa kuwa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam alikaimu nafasi yake na alikaa mahali pake Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu kisha Umar al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu kisha Uthman ibn Affan dhun-nurayn radiyallahu anhu kisha Ali ibn Abi Talib Abu al-Hasanayn ibn ammi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu ule ni utaratibu sahihi na ndio Uislamu wao wasema hapana Abu Bakar Umar Uthman hawakustahiki kukaa pale na hawa ni madhalim hawa ni makafiri hayo kuwa makafiri ya Mungu pia wao wanaitakidi hivyo sisi tunaitakidi tukisema Abu Bakar radhiyallahu anhu wanasema Abu Bakar la'natullahi alayhi hatuwezi kuwa msimamo mmoja tunapishana kimsimamo kwa hiyo nyinyi msemaje sisi tusema mtawala na mtu anashika nafasi anastahili kushika nafasi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yeye ndiye mtu wa kwanza na ndiye anastahili kukaa pale kisha mwanawe Al-Hasan kisha mwanawe mwingine Al-Hussein
kisha mwana wa al-Husayn Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin, kisha mwana wa Ali ambaye ni Muhammad al-Baqir ibn Ali ibn al-Husayn, kisha mwana wa Muhammad al-Baqir ambaye ni Jaafar al-Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zain al-Abidin, kisha mwana wa Jaafar ambaye ni Musa al-Kadhim ibn Jaafar al-Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zain al-Abidin, kisha mwana wa Musa ambaye ni Ali al-Ridha ibn Musa al-Kadhim, kisha ni Muhammad bin Ali al-Jawad, Muhammad bin Ali Muhammad al-Jawad ibn Ali al-Ridha ibn Musa al-Kadhim ibn Jaafar al-Sadiq ibn Muhammad al-Baqir. sawa. Kwa Ali al-Ridha, kisha Muhammad al-Jawad, kisha Ali al-Hadi, kisha al-Hasan bin Ali al-Askari. mwisho 11. 12 hayuko al-Mahdi al-Muntazar ajjala Allah farajahu. 12 al-Mahdi. Unaona silsila hiyo. Kwa al-Mahdi baba yake ni al-Hasan al-Askari, Hasan al-Askari baba yake ni Ali, Ali al-Hadi baba yake ni Muhammad al-Jawad, Muhammad al-Jawadi baba yake ni Ali al-Ridha bin Musa al-Kadhim bin Jaafar al-Sadiq ابن محمد الباقري ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي. بقى مش نسوي متوم صلى الله عليه وسلم نسب علي بن أبي طالب. هاو ndio maimamu. Sawa. Kwa sababu hawa ndio watu waliotaharishwa na hawa ndio maasumun. Na daraja yao hawa kina Abu Bakri hawawezi kuifikia kwa sababu hawa wamekingwa na makosa, hawakosei tangu walipozaliwa mpaka kufa kwao, na hiyo ndio nafasi ya imamu. Imamu atakiwa awe hivyo. Lakini jambo jingine, imamu kwenye nafasi yake hatakiwi kuwa ni mwenye sifa ya kusahau. Kina Abu Bakari hao wanasahau, wanakosea, lakini maimamu wetu sisi ni wataharifu, hawasahau wala hawakosei, hawasahau. Sasa mimi nataka nichukue kipengele hiki tu cha kwanza, hawasahau. Katika miongoni mwa sifa walizowapa maimamu ni kwamba wamewapa sifa za Allah jalla wa ala, sifa za Mungu, kwa kuwafanya kuwa maimamu hao hawakosei wala hawasahau. Kwa hiyo wamefanya ghuluu ambayo imekatazwa katika sheria ya Kiislamu kwa aya nyingi tu. Nikianza na jambo hilo kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala aliwakataza Mayahudi na Manasara katika suratul Nisa aya 171. Anasema Allah, ya ahla alkitabi la taghlu fi dinikum wala taqulu ala Allahi illa alhaq innama almasih Isa ibn Maryam rasulullah وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. أي watu wa kitabu, hapa wanakusudiwa manasara, hapa ahlul kitabi ni Wakristo. Enyi manasara, nyinyi watu wa kitabu, msichupe mipaka katika dini yenu wala msiseme juu ya Allah ila jambo lililo la haki. Hakika si vinginevyo Masihi Isa mwana wa Maryam ni mtume wa Allah, na ni neno lake alilolifikisha kwa Maryam, na ni roho itokayo kwake. Basi muaminini Allah na mitume wake, wala msiseme utatu. Komeni, intahu, komeni, itakuwa ni kheri kwenu. Hakika si vingine, Allah mwenye kuabudiwa kwa haki ni mmoja tu. Kwa hiyo waliambiwa wasivuke mpaka. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema maneno haya katika suratul Maida ya 77, qul ya ahla alkitabi la taghlu fi dinikum ghayra alhaq, enyi watu wa kitabu, nyinyi msipituke mipaka katika dini yenu pasi na haki. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu adhallu kathira wa dhallu 'an sawa'is sabil, wala msifuate matamanio ya watu waliopotea huko nyuma na wamepoteza watu wengi.
na wamepotea kuiacha njia ya haki au njia ya sawa. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi ambayo ameitaja al-Imam Ibn Majah katika sunani yake, hadithi namba 3144, anasema al-Imam Ibn Majah al-Qazwini katika sunani yake kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu iyyakum walghuluwa fi ddin, enyi watu tahadharini na kupindukia mipaka katika dini, msivuke mipaka. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum alghuluw fi ddin, hakika si vingine kuliwaangamiza waliokuwa kabla yenu kuvuka kwao mipaka katika jambo la dini. Ahlul kitabi walivuka mipaka kwa kuwasifu na kuwanyanyua manabii wao na wema wao na kuwapa sifa za uungu, sifa ambazo hawastahili. Mayahudi walisema Uzair ni ibnullah, na manasara wakasema Isa al-Masih ni ibnullah. Walivuka mipaka na mengi mengineyo wameyasema ambayo si ya haki. Kwa hiyo na nyinyi msiende katika mwenendo huo. Wao waliangamia kwa sababu ya kuvuka kwao mipaka. Bali ukisoma katika vitabu vyao Ashia ar-Rafidha, kwa mfano kitabu Nahjul Balagha, na Nahjul Balagha ni maarufu, kipo kimejaa tele mitaani huko kwenye maduka. Katika ukurasa wa 212 kwa chapa nilionayo, anasema Ali bin Abi Talib, wasayahliku fiyya sinfani muhibbun mufritun yadhhabu bihi alhubbu ila ghayri alhaqqi wa mubghidun mufritun yadhhabu bihi albughd ila ghayri alhaqqi wa khayru an-nasi fiyya halan an-namatu al-awsat falzamuhu. Ali bin Abi Talib anasema wasayahliku fiyya sinfani, na wataangamia kwa ajili yangu mimi watu wa aina mbili. Aina ya kwanza ni muhibbun mufrid, mwenye mapenzi anayevuka mipaka, yadhhabu bihi alhubbu ila ghairi alhaq, mapenzi yakampelekea kwenye upande usiokuwa wa haki. Wa mubghidun mufritun, na mwenye chuki aliyevuka mipaka, yadhhabu bihi albughd ila ghairi alhaq, chuki ikampelekea kwenye upande usiokuwa wa haki. Wa khairun an-nasi fi halan an-namatu al-awsat, na watu walio na haki waliokuwa bora kwangu mimi kwa hali ni wale waliokuwa kati na kati, ni ile aina ya watu wa kati na kati. Falzamuhu, basi lazimianeni na hiyo haki na huo kati na kati, msivuke mipaka. Haya maneno ya katika Nahju al-Balagha. Sasa hawa mabwana tukichanganya na yale yaliyosemwa na Muhammad Baqir al-Majlisi katika kitabu chake hicho Biharul Anwar, kwamba Abu Abdullah Jaafar al-Sadiq anasema kwamba Al-Mughira ibn Sa'id alikuwa akichomeka ukafiri na uzandiki kwenye vitabu vya wanafunzi wa baba yangu, kisha wanayatawanya yale maneno. Kwa hiyo ule uzandiki, ukafiri wowote na ghuluwu zote mnazoziona zinazopatikana na zikanasibishwa na baba yangu, zile zatoka kwake. Sasa katika sifa au katika mambo ambayo yanatupa kigegezi sisi ni madai yao ya kwamba maimamu wao hawasahau. Sawa, kwamba wao hawasahau, hawajawahi kusahau tangu walipozaliwa mpaka kufa kwao. Haijawahi kutokea siku imamu kasahau. Umeelewa? Anasema shekhi wao Al-Mamaqani kwamba anna nafiya as-sahwa 'anil a'imma asbah min daruriyati al-madhhab ash-shi'i, kwamba kupinga kwamba maimamu hawasahau, kuwa maimamu hawana sifa ya kusahau, jambo hili limekuwa ndiyo itikadi ya lazima katika madhhabi ya Shia. Wao madhehebu yao hilo ni jambo halina upinzani. Muhammad Baqir al-Majlisi katika hii Biharul Anwar anasema tena, inna ashabana al-imamiyya, hii katika Biharul Anwar juzu ya 25 kurasa wa 350
mpaka 351. Anasema inna ashabana al-imamiyyata ajma'u ala ismati al-a'immati salawatullahi alayhim min adh-dhunubi as-saghirati wal-kabira. Hakika wenzetu katika Shia Imamia wameafikiana juu ya kuwa maimamu alayhimus salam wamekingwa na makosa madogo na makubwa, amdan kwa makusudi, wa khata'an kwa bahati mbaya. Pia wamekingwa na makosa wa nisyana, na wamekingwa na kusahau, min waqti wiladatihim ila an yalqu Allah azza wa jalla, tangu wakati wa kuzaliwa kwao hadi watakapokutana na Allah azza wa jalla. Maimamu hawasahau, hawakosei, sio kosa dogo wala kubwa, sawa, na wala hawasahau kwa jambo lolote, maisha yao yote wao hawasahau. Ambapo ukizisoma aya utaona kuna mitume wanasahau. Anayekanusha kwamba hasahau ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ukisoma katika suratu Taha aya 115, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma, hakika tulimuahidi Adam hapo kabla, kisha Adam akasahau na hatukuona kwake azma yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kwamba Adam alisahau, lakini wao wakizungumza sema huyu Muhammad al-Jawadi huyo hasahau tangu alipozaliwa mpaka kufa. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akimzungumzia Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam, alipokutana na al-Khidr akamwambia la tuakhidhni bima nasit wala turhiqni min amri usra. Musa akasema usinichukulie kwa niliyoyasahau. Nabii Musa alisahau, lakini huyo aliridha huyo kwao hasahau, hajawahi kusahau. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amesema sehemu nyingi katika Qur'ani akithibitisha kuwa mitume wanasahau. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idha nasita. Sawa, mtume atakuwa asahau hasahau, anasahau kwa kuwa ni bashar. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akasema inma ana basharun mithlukum ansa kama tansawun, hakika si vingine mimi ni mtu mfano wenu, ile insania kwangu ipo, ninasahau kama mnavyosahau. Fa idha nasitu fadhakkiruni, basi mimi nikisahau nikumbusheni. Maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wasema katika mambo ya lazima na itikadi ya lazima katika madhehebu yao ni kwamba maimamu hawasahau. Sasa mtasoma hapa maelezo yaliyomo katika Biharul Anwari hii kwenye hii juzuu ya pili ukurasa wa 292. Hapana, katika juzuu ya 17 kwenye ukurasa wa 410 anaeleza, kataja kwa sanad mpaka kwa Al-Harawi. Amesema Al-Harawi qultu liridha, mimi nilimuuliza Ali Ridha, Ali Ar-Ridha. Ali Ridha ni mtoto wa Musa al-Kadhim ibn Jaafar as-Sadiq. Kwa Ali Ridha ni imamu wao pia. Jaafar ni imamu wa 7, Musa ni imamu wa 8, Ali al-Hasan wal-Husayn, Ali Muhammad al-Baqiri, Jaafar as-Sadiq wa 6, Musa al-Kadhim wa 7, Ali Ridha wa 8, imamu wa 8, Muhammad al-Jawadi wa 9, Ali al-Hadi wa 10,
Hasan al-Askari wa 11, huyo alijificha pangoni wa 12. Sawa? Sasa al-Harawi anamuuliza huyu imamu ngapi? Wa nani? Ali Ridha. Yabna Rasulillah, sikizeni kwa makini. Yabna Rasulillah, inna fil Kufati qauman yaz'umuna anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yaqa' alayhi as-sahwu fi salatihi. Huko al-Kufa kuna jamaa wanaodai kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam haijawahi kumtokea juu yake kusahau katika swala yake, hajawahi kusahau. Faqala kadhabu la'anahumullah, wamesema uongo hao, Allah awalaani hao. Innal ladhi la yashu huwa Allah la ilaha illa hu, yule ambaye hasahau ni Allah ambaye la ilaha illa hu, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye tu. Nataka niwaulize, kwani Qur'ani yasemaje? Si ndio hivi Qur'ani inavyosema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala la yadhillu rabbi wala yansa, nangu hasahau. Allah subhanahu wa ta'ala hasahau hata kidogo, na hiyo ni sifa yake. Lakini sasa wao wanasema hata maimamu nao hawasahau, jambo ambalo ni uongo, bali wanasema mtume swalla Allahu alayhi wasallam hasahau, kwa hiyo maimamu pia nao hawasahau. Itikadi hii imetoka wapi? Unajua ilikotoka? Itikadi hii yatoka kwa watu wanaoitwa al-ghulat. Ndio maana al-Baqiri hapa anasema قال الصدوق رحمه الله في الفقيه, amesema as-Saduq katika kitabu chake man la yahdhuruhu al-faqih, asema fi al-faqih anakusudia kitabu chaitwa man la yahdhuruhu al-faqih, katika vile vitabu vikubwa vinne. Hapa na nukuu kutoka kwenye Biharul Anwar juzu ya 17 kwenye ukurasa wa 409. Al-Majlisi anasema qala as-Saduq, akisema as-Saduq wanamkusudia Ibn Babawayhi al-Qummi, mmoja katika wanawazuoni wao. Kwa Saduq wamesema, anasema nini? Innal ghulata wal mufawwidhata la'anahumullah yunkiruna sahwa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Maghulat na mufawwidha wanapinga kusahau kwa mtume, la'anahumullah. Anasema hivi, ghulat na mufawwidha la'anahumullah wanapinga swala la kusahau mtume. Sema mtume swalla Allahu alayhi wasallam hasahau. Wanaopinga hilo ni kina nani? Al-ghulat. Kwa hiyo itikadi ya kusema kuwa imamu hasahau, mtume swalla Allahu alayhi wasallam hasahau ni itikadi ya al-ghulat. Mbona ipo katika vitabu vyao na wananasibishia kwa maimamu? Hiyo ni kazi imefanywa na maghulati wakitunga hadithi yadusunaha fi kutubi man al-a'imma au ashabi al-a'imma. Hiyo ndio kazi yao walikuwa wakiifanya. Sasa mpaka leo katika vitabu vyao wanavyoviandika, kitabu Mikesha Peshawar nimekuja nacho jana juzi, mule ndani katika itikadi wanazoamini wanaitakidi kwamba maimamu hawasahau. Huku tuambiwa ni itikadi ya al-ghulat. Tunataka kusema kwamba mafunzo walioyaleta wakiyanasibisha kwa maimamu hayatoki kwa maimamu, hayatoki nyumbani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa tutaeleza yanatoka wapi haya, lakini pia mshabainikiwa na hilo yale tulioeleza kwa mwanzo. Kwa hiyo paadhiniwe kwanza.